Hai. Tuna mzigo, unahitaji msaada? Ngoja tukusaidie. Let's go. Pole sana. Asante. Bright Killer on the beat. Wow! Humisi. I miss you too. Kweli. Bila kuchelewa sa mpenzi wangu. Nenda ndani. Sikiza vuko anacheza. Nakwambia na mikope yangu na mimi umeniona hapo? Umegwaduka na hizo kope zako. Fanya kama unaona. Na hiyo makeup mwenzangu brother. Hii makeup
Nimepaka pale kwa Shostito. Kope, yani makeup na hizo kope. Nimetumia 1000 hizo, 2000 lakini ilikuwa pambe. Shoga yangu na mimi naomba nitumie hizo picha, nimezipenda. Miuno na wewe. Kila siku ubadiliki wala uachi. Sijui hata uko vipi. Msichana mdogo lakini unajika kama mkizee. Sasa mimi nakutumiaje kwenye kisosodu hicho? Simu zote za mkopo hizo. Madanga yote hayo. Sasa wewe unashindwa kukopa simu? Ai. Sikopi simu. Bora nikope sale kila kukicha kuliko kukopa simu. Sasa hizi. Salama. We dada. Samani nakuomba. Wewe. Ni basi dada tu mzuri anamzungumzia vibaya. Dada umependeza. Asante. Mashaallah. Nakwambia mwanamke maji ya kwanza, udongo wa Maka, uko rererere, hujarogwa, huna nyota paka kupendwa na achawi. Nyota yako samaki kambale na Tereza. Uko vizuri dada. Dada kafana na Wachina. Asante dada. Umesikia? Wewe ndo Shonde. Naitwa Shonda. Shonda. Nakwambia si unajua tena jina lako lenyewe paka nishikilia ukuta ndo nilitaje, ndo nilikuwa ninalibahatisha tu dada yangu. Basi nikwambie. Maana yake mimi mwenzako, compressor yangu mbovu, friji aligandishi. Dada nakwambia na ubuyu nakwambia mtamu, tena wa moto. Nikasema mwenzangu aka tafuti kufa, nikatoka na damu za pua. Kapigwa jini, karogwa. Kumbe nina kitu rohoni. Mimi siwezi. Mimi ndo nipa kunambi, mtaalamu wa mawio na machweo. Wala siachi. Upo? Dada. Unamjua yule msichana anaitwa Pili, kile kibegi kifupi kama kibegi, unakijua? Yeah, namfahamu. Dada nikupashe. Yule dada nakwambia jinsi alivyoniambia na ninavyokuona tofauti. Kakupa maneno gani? Nakwambia ni mambo yule Shonda hana riski, hana madangamana. Nakwambia kiongo anapewa buku. Nakwambia hana sifa za kike. Mimi wewe dada, fanya kama unaniona. Ndio nikasema sitaki nikae na uchafu moyoni mwangu. Basi nimeambiwa na pale alipo mgumba, kisima chake cha uzazi kimekauka. Tasa, hapigwi deki akatakata. Nimekuchoka. Asante. Haya, karibu Nakupenda Mke wangu. Sio kwa vitu hivi. Maana sio kwa kunifirikisa hivyo. Mpaka viungo vyote vinaniuma. Yaani umeniacha mtepe, nimelegea. Wewe nawe, kama ndo umeanza kunijua leo jamani. Si unajua ndoa yetu ni mpya hii. Kwa hata mapenzi yetu yanaanza upya. Ndio uone maana ya kungwi. Mamangu lake hajaenda bure, ndio maana nimekuja kivingine. Yaani nikulelelele. Yote kwa sababu ya kungwi, nimefundwa, nimefundika, nimekuja upya. Wacha. Sasa hivi nikienda zangu jobu, yani nitakuwa napita kwenye vibanda vile vya kahawa, napita kwenye meza za pweza, napiga vitu vyangu, nikirudi hapa nyumbani najiokotea tu mapointi yangu. Maana pointi za leo sote 3 umechukua wewe. Ila Mungu tuachane na hayo. Mimi nadhani nilishakwambia kuhusiana na ile shule ya Marukia pale chini. Ya yule mama pale chini pale? Ndio. Ya nakumbuka. Shamkumbuka. Kwa nini ile shule yake? Shule Jumapili. Okay. Ila wamenitumia kitambaa cha sare. Ngoja nikuonyeshe. Sasa. Kitambaa ni kizuri. Kitambaa hiki ni 350. Mke wangu, kitambaa hiki kweli mke wangu cha kawaida kabisa ni 50 hiki? Mume wangu, tatizo mimi ni mwanakamati. Alafu ukiachana mwanakamati, sijatoa mchango wote kwenye shughuli. Kwa hiyo mimi nadhani nikikata 50 pia nitakuwa nimechangia shughuli. Hata kama mke wangu, mimi na imani ukienda pale kwa Severina Aloni pale dukani kwake, hiki unaweza ukakipata kwa bei rahisi.
Sasa mume wangu nikienda nikinunua pengine, afu shughuli pengine, huo utakuwa ni ugaigai na wenyewe pia wataniona mimi babaifu. La ya shughuli ukate sale kwenye shughuli, sio ukata pembeni, na mimi nitakuja kuwa na jambo langu jingine. Watu wote wakienda kata pembeni sala yangu wataikata nani? Maana kuna msanii mmoja aliimba nyimbo moja hivi. Akipendacho binti, mwanaume lazima tanunue. Akipendacho binti, mwanaume lazima tanunue. Ndio hivyo msanii bado yupo. Najua basi. Labda tukamuulize hoteli. Kwa kweli maana sio kunikumbusha huko. Mbona kama simu inaita? Nani anapiga simu sasa? Achana naye. Saa 8 hii anapiga simu sasa. Amna, mimi lazima mpokelee, uwezekano kuna tatizo. Hamna tatizo mume wangu. Mpokelee bwana. Bwana. Sasa sawa, ni rafiki yako mpaka anapiga simu saa 8 za usiku, uwezekano kuna tatizo, mpokelee. Hata tu masiara, mimi namjua ni kama masiara. Mpokelee. Uwezekano na matatizo, hajawahi kupiga simu saa 8, ni leo anapiga saa 8, mpokelee. Mimi nadhani tuachane, muda umeenda sasa, lazima tulale. Mimi tulale sasa, muda umeenda. Halo. Halo. Mume wangu, tungeachana naye tu. Halo. Amekata. Huyo ni huyo. Mbona sauti ya kiume? Huyu itakuwa ni mume wako. Sasa mume wangu si wewe jamani. Mke wangu unanichiti. Kwa nini sasa? Leta tu. Mume wangu, hebu tulale bwana. Mbona hivi lakini? Tumpigie. Sikia nikwambie mume wangu. Naomba unisikilize, sawa? Subiri tumpigie kwanza. Huyu sio mwanaume, sawa? Tujue ni nani, Sawa, ni mwanaume. Lakini sina mahusiano naye. Inamaanisha mke wangu sikutoshelezi? Kama uniamini. Kama hauna mahusiano naye, kwa nini unanipola simu sasa? Acha niwasiliane naye. Naomba tutaongea naye asubuhi mume wangu. Acha tuwasiliane naye, tujue ni nani. Kwa nini unanikatazia? Naomba unisikize mume wangu, sawa? Kesho asubuhi tutaenda basi mpaka nyumbani kwake tutaenda. Kama uniamini. Inamaanisha nyumbani kwake unapajua? Ndio napajua. Sasa nataka unipeleke sasa hivi. Haina haja ya kusubiria asubuhi. Hivi ni mwanaume gani ambaye alijali asubirie kesi mpaka asubuhi wakati sasa hivi uwezekano wa kwenda upo? Tunamfuata sasa hivi. Mume wangu, naomba usiwe hivyo. Alafu toka asubuhi nilishakwambia leo nina mudi nzuri sana na mume wangu. Sasa unapopaniki namna hiyo, hata mimi mwenyewe unanitoa kwenye mudi, Huyu sio mwanaume wangu na kama uniamini, tulale mume wangu, asubuhi tutaenda. Kwani shida iko wapi? Sasa, kesho asubuhi naacha shughuli zangu zote kwa ajili ya hili jambo. Na ole wako uniongopee, unipeleke kwa huyo mshenzi, nikamjue ni nani na nitamuonyesha. Sawa, bora mume wangu. Mimi nakupenda sana. Kweli. Ndio, na siwezi kusaliti. Ndio maana mimi mpaka nimeamua kuolewa na wewe. Ina maana nimeacha mambo yangu yote nimeamua kutulia na wewe. Haya bwana, nakupenda pia. Siwezi kuchiti. Jiamini kupiga yako kwangu. Kweli. Mimi yote masikitiko yenu mlioongea nimeyasikia. Kwanza kitendo cha pili kumuita Shonda mgumba, sijakipenda kabisa. Tena sijakipenda. Alafu hapo hapo akakuchukua wewe ndime kwenda kukuchomesha kwa mama Sijali. Sasa sisi wote ni watu wazima ambao tunajitambua. Na hatuonyeshani eti kwa midomo. Sisi tutamuonyesha mama Sijali kwa vitendo. Sasa mama Kibibo, tunafanyeje?
Maana mimi hapa nilipo nina hamu ya kumlalua yule mwanamke hatari. Yaani moyo wangu hapa ulipo unawaka moto. Yaani nina hasira ya kutosha. Punguza makasiriko. Hilo jambo dogo sana. Yaani siku ya hivyo, kwanza nataka tuvae vijola pambe na mtunzo ulionyooka hivi. Tunaingia pale katikati. Yeye anajua tutakuwa wanyonge, tutakaa pembeni. Sisi hatukai pembeni. Tunakwenda pale. We Steve. Hey, naomba unifungulie mlango. Usipendi hiyo chizi. Kama hiyo chizi mimi mwenyewe nimepinda vile vile. Naomba fungue mlango. Hey. Naita sasa napatikana. Halo Steve. Naomba unisikize kwa makini, sawa? Naomba unisikilize. Kilichofanya unipige simu saa 4 za usiku ni kitu gani? Mimi na tuna biashara gani za usiku? Au hujui kama mimi ni mke wa mtu? Hujui kama mimi nimeolewa? Au ilikuwa ni yako ni nini? Wewe sitaki kusikiza chochote. Naomba unisikilize mimi. Umenielewa? Mimi ndo nimekupigia simu, naomba unisikilize. Ungetaka kusikilizwa wewe ungenipigia simu kwa muda wako. Naomba unisikilize. Tabia yako kunipigia simu usiku mwingi mimi sitaki. Mimi ni mke wa mtu. Nimekaa kwa tumeweka kibao pale. Sijaona la heri wala la shari. Hata kuuliza barua kwa shilingi ngapi hujawahi kuniuliza. Leo hii nimestilika, nimeolewa, unanipigia simu za usiku nataka niachike. Sasa kama ni yako ilikuwa niachike, baba umefeli. Mume wangu nampenda tena nipo naye lele na atuachani. Yaani miaka buku nakwambia. Yaani kama ni urahisi, yaani miaka 10. Yaani wewe hao maisha hayo yalikuwa zamani. Mimi sasa hivi sina maisha hayo. Yaani sijaliwa sasa hivi sio sijali yule unamzoea wewe. Sijaliwa sasa hivi nimeelimika, nimestilika, nimeshimika. Ndoa ni heshima wewe. Ungekuwa unajua ndoa ni heshima na busini na pesa za usiku wewe. Lakini mama Kibibo, hiyo pesa yote ya mtuzo mimi naitolea wapi? Ilhali hali yangu unaijua, unga mwana. Mimi nitafanyaje? Mimi ndio mama Kibibo. Ofisi za mikopo zote ninazijua mimi. Yaani hiyo wewe kaa kwa kutulia. Sasa tutazofaa kwa tutafaa sare pambe. Na mtunzo uliotulia. Sasa hapo tutakuwa tumeoa ndege hawa, wajua hilo moja. Yaani najua alipo mama Kibibo akiharibiki kitu. Tena hiyo siku hiyo tunahakikisha tutampa mtunzo mama Sijali mbele ya kadamu na fia wake. Alafu sasa ndio tutamwambia huu ni mtunzo wa kweli kutoka kwa watu wenye upendo na sio mtunzo wa kinafiki kutoka kwa huyo shoga yake Pili Kizabizabina, mwanamke alokosa haya. Na huyo mama Sijali tutamuonyesha mbaya wake. Huyo Pili ambaye anatoa siri za mzee Mamba. Kupitia nini sasa? Niulize. Hiyo mijimbo tutakayoiweka. Yaani huyo bi mkubwa kama anadii hizo 2 atajitambua. Mbona tadhalilika? Siwezi kuachana na mume wangu. Tena nampenda. Yaani unavyoniona hivi. Yaani ndio kwanza nimefungua moyo wangu. Yaani na sina mpango wa kumsaliti. Sina mpango wowote ule. Umenielewa? Tena naomba unisikilize. Ndoa ni bahati na hiyo bahati nimebarikiwa na Mwenyezi Mungu. Wasichana kibao wameiliwa bahati hawajaipata. Nimeipata mimi nistambe nayo. Yaani naomba unikome. Yaani tena naomba unisikilize kwa makini. Hii ni ngoma ya gari haizimi kwa breki moja. Unatakiwa utumie breki 16 ndio unaweza kuizima. Alafu mimi usiniingie hivyo, mimi usinizoee. Mimi ni mtu mwingine na hili goma halijaisha ndio kwanza tumeanza. Nikikuona kokote nikikuta kokote, bifu linaendelea. Na nikikuta nikijioni kwako ni wapi na kuzalilisha.